Hivi ni vikwazo vinne vya maombi. Ni vizuizi vinavyozuia majibu ya maombi yetu yasije kwa wakati. Ni vizuizi ambavyo vinasababisha maombi yetu yaonekane hayana maana mbele za Mungu. Kitu cha kwanza ni Shetani. Shetani huwa na kawaida ya kuzuia maombi ya mtu, ya kuzuia majibu ya mtu yasifike. Tunaona Danieli 10:12-14. Danieli alishajibiwa maombi yake toka ile siku ya kwanza, lakini hakupokea majibu kwa sababu Shetani alikuwa katikati anazuia. Lakini Danieli alipoendelea kuomba, yule malaika alienda akamsaidia Danieli, majibu yake yakapatikana. Kwa tunaona kwamba Shetani naye ni kikwazo cha kwanza. Namba 2 ni hasira, chuki na uchungu. Unapokuwa na hasira, chuki na uchungu, inasababisha wewe kutokuwa na roho ya kusamehe. Neno la Mungu linasema katika Mathayo 6:14-15, msipowasamehe waliowakosea, na mimi sitowasamehe, bali mkiwasamehe waliowakosea, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe makosa yenu. Kikwazo cha tatu ni kuomba vibaya. Tunaona kwamba ukiomba vibaya hautopokea majibu yako kwa wakati. Kwa hiyo Mungu anataka uwe na ufahamu katika kuomba ili aweze kukupa majibu yako. Tunaona Yakobo 4:3 unasema, hata mwaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa hiyo tukirekebisha katika kuomba, tukaomba vizuri, Mungu atatujibu. Namba 4 ni kuomba bila imani, kuomba kwa kukosa imani. Neno la Mungu linasema katika Waebrania 11:6, katika Waebrania 11:6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu aamini kwamba yeye yuko. Wana wa Mungu, tukivishinda vile vikwazo, Mungu atatujibu kwa wakati, maana Mungu ni mwaminifu sana. Tafakari, chukua hatua. Asante.